pamoja na ukarabati wa miundo msingi umeshuhudiwa ili kuweka miji mbalimbali kuwa nadhifu kabla ya ziara hiyo. Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kukagua miradi ya zamani na kuzindua miradi mipya. Wakati huo huo, wandani wa kinara wa ANC Musalia Mudavadi wameendelea kulilia kutengwa kwake kwenye maandalizi ya ziara hiyo. Nacho chama cha Jubilee kikisisitiza kuwa sio lazima wahusishwe. Wile Lusige na taarifa zaidi. Maandalizi yanaendelea katika eneo la magharibi, hususan kurejelea ziara ya Rais Uhuru Kenyatta inayotarajiwa kuanza wakati wowote, manake ameweza kukamilisha ziara yake ya Uingereza ambayo ilikuwa inatangulia kabla ya yeye kuja eneo hili la magharibi kuzuru kaunti zote 4 za magharibi ikiwemo Bungoma, Busia, Vihiga na Kakamega, na kuweza kuangalia na kupiga msasa miradi ambayo inatekelezwa na serikali kuu pamoja na serikali za kaunti. Na kumekuwa na shughuli za kuweza kurembesha miji mbalimbali ikiwemo mji wa Kakamega, shughuli ambazo zinafanyika kwa masaa 24 kwa siku, mchana na usiku. Wafanyikazi wanaonekana katika kila kona wakijaribu kutia nakshi, kurembesha na kuweza kufanya mji wa Kakamega kuwezekana ama kuonekana bora na kuonekana na ile taswira nzuri kabla ya ziara hiyo ambayo inatarajiwa kuchukua siku kadhaa. Manake Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anaanzia katika kaunti ya Kakamega kuenda katika kaunti ya Bungoma, kaunti ya Busia, kaunti ya Vihiga. Lakini siasa pia zimetawala shughuli hii. Kuna baadhi ya wale ambao wanasema kinara wa ANC Musalia Mudavadi ameweza kutengwa na wanasema hawataweza kuhudhuria ziara ya Rais Uhuru Kenyatta, kwamba wataweza kususia. Lakini inaonekana chama cha ANC kimeanza kubadilisha msimamo wake, kinasema ikiwa rais ataweza kuja basi hakikisha kwamba hajamweza kumtenga kinara wa ANC Musalia Mudavadi. Kwa sababu bila alienda Kisumu, tumemuona Mheshimiwa Raila akipanga mambo ya huko. Bila ameenda Ukambani, tumeona Mheshimiwa Kalonzo akiwa mbele. Na akifika hapa na weke Musalia kando, tutajua hiyo madharau ya kawaida tena imetokea. Na kama itakuwa, sisi hatuna shida, sisi tutakaa na udogo wetu na unyonge wetu. Lakini chenye nataka niseme ni hivi: hata waweke Musalia kwa fence, kura hapa tunapatia Musalia. Hata wamweke kwa fence namna gani, hata wamdharau namna gani, wembe wa matungu ni ule ule. Ndio bado utanyoa hao wengine. Hata barabara ya kutoka Lurambi hapa ni matatizo tubu. Kutoka Jamindas imewekwa kwa budget, hatujaona contract on site. Kutoka Jamindas ukienda paka Shimanyiro, ukienda Mairo Wakatsa, it is in the budget. Hii ya Lurambi na Baholo, Kizungumkuti, we have all those things. But kama Musalia Mudavadi hajawekwa mbele, na sisi ni nani ambao tutaenda kwa mlango? Labda askari watatupika rungu. Nacho chama cha Jubilee katika eneo hili kinasema lazima Rais Uhuru Kenyatta ataweza kuzuru eneo hili, na wala hawahitaji kuweza kuungwa mkono na wale wapinzani wao, labda ANC ama Ford Kenya. Wanasema rais atakuja na ana haki ya kuweza kutekeleza majukumu yake licha ya kutowekewa sheria zozote. Tunamkaribisha rais wetu na miradi yoyote ambayo ataleta, na hatutaki wengine waje waseme kwamba rais apitie kwa wao ndio aweze kuja huku. Hii ni nyumba yake, hili ni boma lake, Kenya nzima ni boma la rais, na hakuna mtu yeyote aliye na idhini kuweza kuwa na kikwazo kwamba lazima unijulishe mimi ndio uweze kuja. Ile naomba tu ni kwamba wale wenzangu ambao tuko nao katika mrengo wa kisiasa, mjiunge na sisi wakati rais atakapokuwa anakuja, tumkaribishe. Kwa vile safari yake sio safari ya kisiasa. Safari ambayo Mheshimiwa Rais atachukua kuja magharibi ni safari ya kiuchumi, kuja kuinua eneo letu la magharibi kutoka kwa ufukara ambao tuko nao. Atakuwa anatuangalia mambo mengi, kutoka kwa mambo ya miwa, mambo ya mabarabara, mambo ya viwanda, na tunaomba Mheshimiwa Rais akikuja aguzie hayo ili vijana wetu wapate kazi. Ile tunataka ni kwamba ajira ndio shida kubwa hapa kwetu. Vijana wamesoma na bila viwanda hakuna ajira. Tunamkaribisha aje atuzungumzie hayo, aangalie mambo ya vyeti, title deeds. Huku kwetu Ministry ya Lands hapa kwetu Kakamega imezembea kidogo. Kwa hivyo tunasubiri kuona ziara hiyo itakapoanza hali itakuwaje. Rais Uhuru Kenyatta ataorodhesha miradi gani ambayo labda ameweza kupangia eneo la magharibi.
Bila shaka mtazamaji, hapa KTN News letu ni jicho tu kuona jinsi ziara hiyo itakavyogeuka kuwa. Na visa vya watu kujitia kitanzi vimeongezeka katika kaunti ya Embu. Kulingana na mshirikishi wa kaunti ya Embu Abdullahi Galgalo, wazee wa jamii, viongozi wa nyumba kumi pamoja na viongozi wa dini wanafaa kujitolea kutoa ushauri nasaha kwa wakazi. Aidha, amesema kwamba ukosefu wa maadili mema umechangia pakubwa kwa maovu hayo katika jamii. Kweli kuwa visa vya watu kujitoa uhai imeongezeka, si Embu peke yake, lakini ni kila mahali Kenya nzima, na pengine hata tuna hali ya maisha ya mzongo wa akili na kadhalika. Hiyo iko na mtu mmoja hawezi kuzuia. Hii inataka effort ya kila mtu, na ningelipenda kutoa mwito kwa sisi sote. Mfano, wazee wa nyumba kumi, machifu, madio na madisi na watu wetu wote, hasa watu wa kanisa, watu wa msikitini, waendelee kuongelesha watu wetu ili wasiwe na haja ya kujinyonga, kwa sababu kujinyonga sio mwisho wa tabu ambazo watu wako nazo. Kwa sababu hata wewe ukifa, kuna wale watu ambao umewacha nyuma, lazima watateseka, because pengine wewe ndio ulikuwa breadwinner yao. Sasa ukijiua utakuwa umemaliza shida la. So hii ni kitu ambayo inataka sote tushirikiane ili tuweze kupunguza visa kama hivi. Lakini kama ulivyosema, ni kweli vimeongezeka. Hata leo asubuhi kuna mtu amejinyonga hapa, one of the estates in Embu, kuna mtu alijinyonga. So ni kweli, na kama nilivyosema, hii inataka ni kazi ya kila mtu. Tuhakikishe maadili yetu tumeyarudia vile tulivyokuwa wazee wetu wanafanya, kuongea na vijana ili wasiwe na haja ya kujiua. But inahitaji kazi kubwa hii, kwa sababu si kitu ya mtu mmoja. Siasani sasa, ambapo chama cha ODM kimetangaza kujiondoa rasmi katika muungano wa upinzani wa NASA na kusema kuwa sasa